amenyoshwa nyoka wa shaba, ilitakiwa tu unganganie, uangalie macho juu. Maana yake kulikuwa na sumu inaingia, inawaondoa nguvu wale waliongangania mwilini, na ukivumilia mpaka mwisho ulibaki salama. Lakini ukipiga kelele ukaanza kugombana nao, watu walikufa kwa sababu ya kunungunika. Lakini tumwangalie simba wa kabila la Yuda, yeye aliangikwa msalabani. Hata sasa tumekuwa huru, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya, haleluya. Nikutie moyo, Yesu anaweza. Mtazame kwa namna tofauti. Usimtazame kawaida kimazoea. Anaweza kufanya jambo jipya. Anaweza kukuinua tena. Anaweza kufanyia tena. Ndugu yangu mmoja, nyumba yake iliunguzwa. Mume wake alikuwa ameondoka, ameenda huko. Sasa kakasirika, alikuwa na watoto, ile dada amewalea. Baadaye watoto wale wakaolewa. Mmoja akakosana na mke wake. Yule binti akarudi nyumbani kwao. Na mama yule anaishi mwenyewe, mume wake amekimbia, ameoa mke mwingine. Akafika kwa hasira, alivyogundua kwamba mke wake yuko kwa mamake, akaenda kaiwasha ile nyumba ya nyasi moto, ikateketea yote. Mama yule akawa pako wazi, hata mvua ikija, manake kila kitu kiliharibika. Lakini kutoka kwenye nyumba ya nyasi, Bwana akamtendea yule dada yangu, akampa nyumba nzuri ya bati, akafunika juu. Haikuwa tena nyasi. Mwanzo mdhaifu unakuja wenye nguvu. Haleluya, haleluya. Nilipokutana naye anasema, mdogo wangu, nyumba iliunguzwa, yule mkuu alikuja kaichoma. Nikamwambia Bwana alitaka usiendelee kukaa nyumba ya nyasi, anataka upate nyumba ya bati ambayo itakuwa ni ya kudumu. Haleluya. Wameharibu hivyo walivyoharibu, vimeharibika hivyo vilivyoharibika, lakini amini Mungu anakwenda kujenga upya, anakwenda kufanya upya. Yeye ndiye aliyetupa vitu vyote, na yeye ndiye hazina yetu. Vilivyo sirini vitatokea, na Bwana atafanya. Usiogope mtu wa Mungu, songa mbele, muangalie Yesu anayeweza. Haleluya, haleluya. Una mashaka tena? Una hofu tena? Unaogopa tena? Yeye aliyekushindia sasa anakupa hatua nyingine. Bado utaendelea kuwa mshindi. Na ili unolewe kila wakati, unapaswa kushinda mitihani. Ukiona unafeli kila siku, huwezi kupata hatua ya pili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani tukiwa kwenye huduma, tulikuwa hatuna chakula. Chakula hakuna kabisa. Ni mjamzito, mimba ya miezi 7. Siku 3 na kunywa maji tu. Baadaye nikikaa nasikia machozi yanateremka. Sio kwamba nina uchungu. Yaani huku ndani hakuna kitu. Ni mtoto anacheza tu. Mara akaenda nyumbani kwao. Akawaambia, jamani, naomba mnisaidie. Aje huku au nisaidieni nauli, aende nyumbani kule kwao. Maana nyumbani mimi kwa wakwe jamani nilikataliwa. Kwa hiyo aende. Akakaekae kule. Mambo yakiwa mazuri nitaenda kumchukua. Aliongea kwa siri, mimi sikuwepo. Kwa hiyo nikaona baba amekuja na mama. Pikipiki hiyo mpaka nyumbani. Wakafika, nikawakaribisha. Nikajikaza hivyo hivyo bila kuonyesha. Nilienda dukani tena siku ile, sijui nikafanyaje na nini. Nikawa nimeandalia chakula. Baadaye akaniambia, tumekuja kukuchukua, twende na wewe, alafu tukukatie tiketi ya treni urudi nyumbani uende Mbeya. Nikauliza sababu. Mazingira ya kazi haya yamekuwa magumu, chakula ni cha shida. Nikamwambia, mimi mkiniondoa, huyu atakula kipo hapa. Kweli nyumbani kwetu Mbeya chakula cha kumwaga. Hatuna shida ya chakula. Huyu atakula nini? Sasa mimi kama kuna watu wanakufa kwenye Injili, nitakuwa mtu wa kwanza. Siendi mjini, siendi Mbeya. Nikabaki pale kwa Mfipa. Tukabaki tunatazamana. Ananiambia, sasa kwa nini umekataa kwenda? Nikasema, ndugu yangu, wewe unataka ukaaibike huko, alafu niende niwaambie nimekuja, yule mume hana chakula. Na nyie mpate fundisho, msianze kupiga kelele nyumbani. Usianze kumwaibisha mume wako. Mama, baba, yani huku mume mwenyewe chakula ameshindwa kununua. Mwiko. Tumeelewana wanandoa? Na vijana, hata kama hujaenda kwenye ndoa, acha kusema mambo yasiyo na ushuhuda. Jamani, baada ya pale Mungu alitenda mambo ya ajabu sana. Baada ya siku moja kuondoka, siku ya 3 tulishushiwa gunia la mahindi pale njiani kwa Mfipa. Wale wabeba mizigo wa barabarani wale, tena hawakuwa na matoroli kama leo. Wamekuja wamebeba begani, gunia limeshonwa.
Hapa ndo kwa mchungaji Mara. Tunatafuta kwa mchungaji Mara, wenye basi wameshusha, wamesema tulilete gunia zima la mahindi. Haya, hiyo safari ningeenda Mwenge na kusubiri Tazara, gunia lile lingeletwa saa ngapi? Tukapata chakula cha kutosha. Sijakaa sana. Mchele ulikuwa, kuna mchele fulani ulikuwa unaitwa kitumbo. Ulikuwa kwa kawaida unanuka kigunia, lakini ulikuwepo special wanakula watu wakubwa. Siku chache zilizofuatia tukashushiwa kilo 10. Mimi na Mayara tunatazamana, kilo 10 si tunakula siku za kutosha jamani. Sasa jaribu dogo la njaa ningetimka mbio. Bwana anataka utengeneze ushuhuda. Bwana anataka uwe na ushuhuda. Hata yaliyotupata ni ushuhuda. Yametuamsha kuomba, yametuamsha kufahamu sisi ni nani mbele za Bwana. Haujaachwa tu kwa sababu wewe ulikuwa na staili za kuweza kukwepa. Hapana. Mungu amenyosha mkono wake, ndio maana uko salama. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunayo amani. Tuko tayari kusonga mbele. Tutaogopa ijapo umuka milima, hatutaogopa. Ijapo badilika nchi, hatutaogopa. Yuko Bwana aliyeyafanya haya yote, na yeye ndio alitugawia hapa, tutaishi ndio kwetu. Sawa mtu wa Mungu? Acha kuogopa. Ukitoka utakutana na mtu mwenye hofu, mtie moyo. Mwambie Bwana amesikia na Bwana anaweza. Bwana anatenda. Subiri tu, bado kitambo kidogo. Mungu anafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haya sio maneno yangu, ni maneno ya Mungu. Ndugu zetu waliowahi kupitia maisha kama ya kwetu walikumbuka, walimwambia Mungu, walimwambia Mungu, kumbuka yaliyotupata. Usituache. Tusaidie. Yeye ni msaada wa kweli. Yeye ni ngome imara. Yeye ni Mungu mkuu asiyeshindwa na chochote. Mchana wa leo nikutie moyo, ondoka na neno hili. Kuwa jasiri katika Kristo Yesu. Lakini kuwa na imani. Mwenye kusitasita Mungu hana furaha naye. Lakini kuwa na subira. Lakini kumbuka ziko ahadi za Mungu. Lakini iko thawabu ama yako malipo. Si tukifanya kazi, iwe serikalini, iwe unafanya biashara, si unajilipa mshahara jamani? Kwamba nimefanya kazi hii, naenda na mimi kuburudika. Hii hapa nanunua chakula cha familia. Hii nitafanya 1 2 3 na Bwana anatulipa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukikumbuka kuwa unyenyekevu kama watoto wadogo, tukinyenyekea, Mungu bado atakuwa mwaminifu kwetu. Turudi kwenye mstari, sisi kama watu wa Mungu, tukiona jambo tulielekeze mbele za Bwana na yeye atalifanya. Naomba usimame.